Akili, can you be trusted how far? Mwingine hapo ulipo umepata mchumba. Mchumba anaonekana ana hema. Amekwambia tufanye kazi kwanza, tutaoana siku za usoni. Si ndio? Kwa sababu tumesikia mchumba wako ana viela, basi ushapagawa. Unataka kuhama na apartment. Ulikuwa unakaa Sinza, anataka kukaa zangu Uzunguni. Shilingi ngapi apartment? Milioni 6,800,000. Kwa lipi dadangu? Can you produce that? Mwambie yako hivi, hela yote unayoiomba kwa mtu, jiulize, can you produce? Unaweza wewe kuizalisha hiyo hela? Pitia mitangaza, tuame mitaa. Ama mtaa kulingana na level, wewe acha ujinga. Unaama kulingana na imani. Hatuami kwa sababu tupitia amesema. Raise faith. Yote ninayokuambia humu ndani na kuonyesha possibility. It is your job to raise your faith, to feed into that level. Unakaa mahali kwa dada, kwa kaka, kwa anko, kwa blaza, mtumishi wa Mungu. Kama bado hakuna haja wewe kuhama, kaa hapo tulia. Wekeza hela yako, wekeza hela yako, wekeza hela yako, wekeza hela yako. Na saidia kazi pale nyumbani. Sijasema usaidie kuwapa hela, saidia kazi. Saidia kazi waone wewe una faida. Usiwachoshe watu unaokaa nao. Pua pana. Usichoshe watu unaokaa nao, saidia kazi ili waendelee kufanya nini? Kukupa accommodation yao for free. Pale ile kazi unayofanya, unavoosha masufuria yale, unavofua socks za baba mwenye nyumba, wewe ni kijana wa kiume, chukua socks za baba mwenye nyumba, fua. Unaelewa ninachokisema? Nyosha nguo zake. Pale ndo unalipia kodi ya nyumba. Hawawezi kukuchoka hao watu. Sisi wenyewe tunavoongea, mimi nimeelewa na shangazi yangu mimi. Nilikuwa nakata majani ya ng'ombe, nasaidia hapa. Leo ukiniona huko Pitii nimependeza, Pitii mtoto wa mama. Wewe ulipowekwa mahali, saidia. Umepata, ngoja niwape akili. Au niachane na nyinyi? Tumrudishe mtumishi. Niwape akili? Niwape akili? Umepata mtu anayejielewa, ana shughuli zake 2-3. Ili asikuchoke, multiply his money. Dada yangu, sio unapeleka tu viziwa na makalio. Hiyo vinaishaga. Multiply his money. Msaidie huyo kaka kuona kwamba wewe ni wa faida kwake. Akuachi, wallahi nakwambia akuachi. Sasa wewe umekaa, huna lolote jingine unaloweza kuzalisha isipokuwa umbea. Zigo. Kama umekaa na binti, mwambie epuka maisha ya mzigo. Usiwe zigo. Hivi umegundua? Kadri miaka nimewambia hivi, hapo tunapokwenda hapo ni watu walio na content ndio wanatakiwa. Unajua kwa nini biashara za urembo imekuwa kubwa sana? Biashara za urembo imekuwa kubwa kwa sababu kila mtu anajua sasa nikijiremba kidogo tu nauzika. Because most of people they use their bodies. Sasa wewe waza hivi, kama umeamua kutumia mwili wako kwa matumizi ya kupata hela, unatakiwa uwe fresh miaka 10 ijayo. Linachoka hilo. Na unavyozidi kutumika unazidi kuchoka. Kwa sababu gani? Watu wengine unaokutana nao wana maroho. Achana na HIV, wewe HIV weka mbali kabisa. Maroho ya kuchosha. Ameingia mtu kutoka Mbinga, amechukua maroho yake huko kakutwisha. Sisi ni wanaume kaka. Anyway. Hata uwe mfalme Solomoni, ufanyi kila siku. Haya siku hautakiwi. Unampigia, yuko busy. Kwa akili yako hivyo fupi, mimi bado mzuri. Unatafuta dude jingine. Kwa una madude 4 mjini hapa. For streams uongo.